Karibu. Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Jina langu ni Wilson Mwangosi. Taarifa yetu kuu wakati huu, Mungu kwa mfano wake na namna alivyoiratibu ndoa ili kudumisha makusudi yake. Imekuwa ni kawaida sana wakati huu baadhi ya watu kufundisha kwamba ni afadhali watu kuachana wakiwa wachumba kuliko kuachana wakiwa wanandoa, au ni afadhali mtu kumwacha mchumba wake kuliko kumwacha mke au mume, na hivi ndivyo watu wengi hufanya hivyo wakati huu. Lakini ukweli ni kwamba katika kitabu cha Mungu, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka katika kitabu cha Ufunuo, hakuna neno mchumba wala uchumba. Bali katika maelezo ya maneno magumu yaliyo mwishoni mwa kitabu cha Mungu, kuna neno posa ambalo fasiri yake ni taka uchumba. Basi ili kuelewa kuhusu uchumba, tunafundishwa nini kuhusu posa? Tupate ufafanuzi wa habari zaidi. Naanza na kunukuu katika kitabu cha kwanza cha Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Kwa sababu Yusufu aliona ni afadhali kumwacha mchumba kuliko kumwacha mke, sawasawa na fasiri ya neno posa wakati huu. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Wala malaika wa Bwana hakumwambia Yusufu akisema, usihofu kumchukua Mariamu mchumba wako, kwa kuwa mchumba wako ndiye mke wako, kwa hiyo si halali kumwacha mchumba wako. Na ili kuyathibitisha maneno haya, na nukuu katika Torati ya Musa kama ilivyoandikwa: pakiwa na kijana aliye mwanamwali ameposwa na mume, na mwanamume akimkuta mjini akalala naye, watoeni nje katika lango la mji ule, mkawapige kwa mawe hata wafe, yule kijana kwa kuwa hakupiga ukelele, naye yu ndani ya mji, na yule mume kwa kuwa amemtweza mke wa mwenzake. Akiwa na maana ya kwamba yule mwanamke aliyeposwa ni halali kuwa mke wa yule aliyemposa, kwa kuwa ni mali yake, ambapo kwa sasa wakati huu kuposa ni kutaka uchumba, sawasawa na fasili ya neno posa. Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Twende kwenye mapumziko mafupi, tutakaporejea tutaendelea na habari hii ya uchumba na ndoa. Karibu tena. Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Jina langu ni Wilson Mwangosi. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto umeandikwa, hau amjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja.
Yeye aliyeungwa na kahaba hata wakawa mwili mmoja, si kwamba waliapishwa na kufanya sherehe ya harusi, bali ni tendo la ndoa ndilo lililomuunganisha yeye na kahaba hata wakawa mwili mmoja, yaani mke na mume, mpaka kifo kiwatenganishe. Basi je, si zaidi sana mtu akiwa na mpenzi wake aliyejuana naye? Maana maandiko matakatifu yanasema, Mungu wetu hadhihakiwi, bali chochote akipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Kwa kuwa hakuna uchumba sugu, mtu akimwacha mkewe naye akaenda kuoa mke mwingine, huyo anazini, na mkewe naye akiolewa na mtu mwingine naye anazini. Kwa hiyo aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu hawezi akawatenganisha, bali ni kifo pekee ndicho kinachoweza kuwatenganisha. Maana katika Torati ya Musa imeandikwa, na hapa na nukuu, mtu mume akimuona kijana aliye mwanamwali ambaye hajaposwa akamshika na kulala naye, wakaonekana, yule mtu mume aliyelala naye na ampe baba yake yule kijana shekeri 50 za fedha, kisha na awe mkewe, kwa kuwa amemtweza, hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Katika mitandao ya kijamii matangazo haya yanapatikana katika ukurasa wa Facebook na YouTube channel ya MJW. Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Tutakaporejea tutaangazia swali hili: je, kama Mungu wetu hafi, mbona Yesu Kristo alikufa licha maandiko matakatifu kusema, na hapa na nukuu, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti?